Kwa na kasumba sana watu wana pesa lakini wanashindwa sehemu ya kuwekeza. Unakuta mtu kaweka zake pesa benki, ipo katika simu kapata mafao, au labda ameuza nyumba, ameuza kiwanja, lakini anawaza sana sehemu ya kuwekeza. Basi hii video ipo kwa ajili yako. Na hili tatizo ni watu wengi linawasumbua sana, ila wanashindwa kusema hadharani. Na kuna takwimu inaonyesha asilimia kubwa ya watu ambao wana tatizo hili wanagundulika wa hela zimekaribia kuisha au zimeisha kabisa, na pale wanaanza kuwa na msongo wa mawazo na hofu inazidi mara mbili yake kuliko pale angeamua kuwekeza. So tuanze kwa story fupi. Kuna Michael Jackson, yeye alipata pesa kutokana na mzazi wake kuuza kiwanja, akapata milioni 5. Sasa kijana huyo milioni 5 akawa anasikiliza maneno mengi ya watu, ni kama mbuzi anampigia gitaa. Mara huyu anamwambia wekeze katika tenda, mara huyu afungue stationery, mara huyu aanze kuuza mayai ya jumla, mara huyu afanye biashara hii kadhaa, afungue duka. So akajikuta yuko katika dilema, hajui anaanza ipi, afanye lipi. Anaanza kidogo kidogo, mara achukue mayai, mara awekeze katika nguo, mara awekeze kwenye nini. Mwisho wa siku akakuta ile milioni 5 inakaribia kuisha. Na pale ndo hofu ikazidi kuwa mara mbili yake. Je, angechukua hatua gani ili asingefika katika hali hiyo? So hii video itakuonesha kwa namna gani ya kutokuwa na stress wakati unataka kuwekeza, na kuna vitu gani unatakiwa uanze kwanza kabla ya kuamua kuwekeza. Kabla tuendelee katika hii video, asante kwa support yako, kutuendelea kusupport. Hadi sasa tulipo tuna subscriber zaidi ya 900, bado subscriber tu 58 kufikisha subscriber 1000. Kwa hiyo kama wewe ni mgeni, asante, karibu sana. Usisahau kusubscribe na kuweka notification mpya na kulike hii video ili watu wengi waweze kuona. Na kama wewe ni mtu ambaye unaangalia video mara kwa mara, na kushukuru kwa kuendelea kutusupport na kusupport mikandaizi yetu ya Washindi Mag na Washindi T-shirts ambazo zipo sokoni sasa hivi. Tuje katika muhtasari mkuu. Katika muhtasari wetu wa mwanzo, kwa mtu Jackson, kabla ya yote angefanya nini ili kuepuka hii scenario au kuepuka hii gharama ambapo amekaribia kupoteza milioni 5 yake yote? Kwanza lazima ujitambue wewe, kama wewe unapenda nini au wewe ni nani, na uko tayari gani kuanza hata kama kwa kiasi kidogo, na uwe tayari kuchukua risk. Na cha mwisho ni kwa gharama ipi au kwa uwezo gani uko tayari kujifunza kulingana na makosa. Ngoja nikuchukulie mfano wa Netflix co-founder Mark Randolph na Reed Hastings. Walijaribu idea kadhaa nyingi. Mara walijaribu kuwa na kuleta shampoo manyumbani, walijaribu swala ya kukodisha kaseti ilifeli, walijaribu biashara chungu nzima na zilifeli, lakini hawakukata tamaa. Mwisho wa siku wakaja na idea kwamba ya kukodisha CD, na wakati huo CD zinatoka zilikuwa kitu revolutionary, ni kitu rahisi kubeba, ni teknolojia mpya na kitu ambacho kingeweza kuwa mapinduzi makubwa ya teknolojia. So walichofanya, hakuanza kwenda sehemu kutafuta ushauri kwa watu wengine, bali ile idea walifanyia kazi. Walianzisha wao kama wao, yeye akawa ni mteja, mwenzake akawa mnunuzi. Wakanunua CD, wakaipeleka kwa mail nyumbani, ikaweza kufika, wakaangalia, wakairudisha kwa mail na ikalipwa vizuri. Kwa nini nasema hivi? Watu wengi wanashindwa kuwekeza kwa sababu wanahitaji kitu kinachoitwa clarity. Yani mtu amhakikishie kwamba hivi ukifanya utapata hichi. Lakini katika uwekezaji hicho sio sawa. Katika uwekezaji kuna kupata na kukosa, kuna kushuka na kupanda, na kuna kupata na kuto kupata kabisa. Ni wewe tu kuamua kwa namna gani unaweza kutest hiyo clarity yako, ije upande wako positive, na ikija negative uwe tayari kujifunza. Maana fail ni first attempt in learning. Sio kitu ambacho unachoweza ukalalamika. Bora uwekeze, upate,
lakini usiwekeze na ukakosa. So naongea hivi kwa sababu naulizwa maswali mengi sana. Je, nikiwa na milioni 10 benki niwekeze sehemu gani? Je, nikiwa na milioni 7 na milioni 100 nikiwekeza sehemu fulani napata kiasi gani? Haya ni maswali ambayo naulizwa mengi sana mimi kama mtu wa elimu wa masuala ya fedha. Lakini jibu langu ni hili: usitafute clarity ya matokeo. Tafuta clarity ya kujifunza, tafuta clarity ya kujua kwa namna gani uwekezaji unafanya kazi. Niamini mimi kwamba mimi nilianza sijui chochote kuhusu YouTube. Sasa hivi najifunza, najua kuedit video zangu, najua kushoot video zangu, nafanya kila kitu mwenyewe. Ningesema nisubiri mtu aniwekezee au niwekeze kitu kikubwa, nisingefika hapa. Uwe tayari kuanza kitu kidogo kidogo na uwe tayari kuanzisha kuijaribu hiyo idea yako ya kuwekeza. So usiwe na stress. So kama wewe unaweza kuanza kuwekeza, ningekushauri uanze na uwekezaji ambao hauna riski kubwa. Kwa mfano, kuweka fixed deposit, unaweza kuweka hivyo, au kuwekeza katika UTT AMIS, haswa Umoja Fund au Liquid Fund, ambayo risk au hatari yake ni ndogo kuliko hatari nyingine. Ukiweza kujifunza zaidi na ukajua gharama ya soko ya kupata na kukosa, unaweza ukahama katika hisa au kama kuwekeza katika forex, ukawekeza katika cryptocurrency na uwekezaji mwingine labda real estate, viwanja, biashara na kadhalika. So cha msingi na cha muhimu sana katika hii video, uchukue kwamba kila hatua inaanza na mwendo na kila mwendo inaanza na hatua. So usitafute namna gani mtu akupe confirmation, hii inalipa, hii hailipi. Hata mimi kama mshauri huwa na advice mtu kulingana na maswali naompa. Na mtest kwanza preferences zake, na mtest kwanza risk adherence yake, na mtest kaza ana uwezo gani, umri, vitu vingi unaangalia. Ili pale anapopata maamuzi ya kuwekeza unamjua huyu mtu ana trajectory gani. Je, ni risk averse, yuko tayari kuchukua risk, au ni risk taker? Risk averse ni mtu ambaye hataki kuchukua risk. Risk taker ni mtu ambaye yuko tayari kuchukua risk kwa namna yote. So vitu kama hivyo unajua kulingana kwa kumscreen mteja au mwekezaji wako au mtu anakuomba ushauri. So video hadi imefika hapa, nadhani umejifunza mengi. So ningependa kupata maswali kutoka kwenu. Je, ni kitu gani kinachokupa changamoto wewe kuwekeza? Au ni kitu gani kinachokupa stress? Je, umechukua mkopo bank, au umepata mafao yako, au umepata pesa sehemu yoyote na unapata ugumu wa kuanza? Natoa nafasi kwa watu 10 wa kwanza bure waweze kunicheki ni wapi consultancy kwa namba ya 0752855067, au wanaweza kunicheki katika email yangu inomnyele@gmail.com. Hizo zote nitakuwa nimeziandika hapo chini. So asanteni sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa video. Please subscribe hii video na share kwa watu wengi waweze kupata elimu hii bora, na tukutane katika video zijazo. Chao.